Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Lecture Online TV, na kukaribisha katika chaneli pendwa, chaneli nzuri ambayo unaipenda, unaelimika na unafaidika zaidi. Alhamdulillah. Ili ni neno langu la kila siku kusema alhamdulillah, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho ametujalia katika uhai wetu na kumshukuru Mwenyezi Mungu katika ile neema aliyotupatia. Na miongoni mwa neema hii neema ya usikivu, neema ya kuona. Lazima mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila siku. Allah amekujalia kuipata chaneli hii, endelea kuiunga mkono katika hali yote ile tuweze kufika mbali zaidi. Endelea kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele, sikiliza video hii mpaka mwisho ili tuweze kuikuza familia hii. Shukrani sana kwenu, familia inazidi kukua. Bila kupoteza muda, jina langu naitwa Mwalimu Ibrahim Maroa, mwalimu wako kila siku zote. Tutakuwa pamoja katika lugha ya Kiarabu. Nataka nikufundishe jambo imara hivi. Je, naweza kweli kusoma Kiarabu kwa online na nikaelewa? Hiyo ndio mada yangu leo kwa muda wa dakika kadhaa hapa, basi napoteza muda. Lakini kabla siendelea niseme hivi, kitini cha lugha ya Kiarabu kipo tayari na kimekwisha toka na watu wamekwisha anza kukinunua. Kwa wale wote walioweka order ya kununua shilingi 3500 tayari wamekwisha kipata na wamelipia, ambayo ilikuwa order hii, ofa hii ilikuwa mwisho tarehe 1 ya mwezi wa 10. Kwa saizi kitabu kitini hichi ni shilingi 6000 tu, pesa ndogo, lengo kuchangia maendeleo kitini hichi ya kituo hichi na tuweze kununua vifaa kufika mbali zaidi. Ifike muda na sisi tuwe tuna live, masomo ya live moja kwa moja hapa YouTube uweze kuelimika. Ndio maana tumeweka miradi kama hii uweze kuchangia tuweze kufika mbali. Kwa tuunge mkono kwa kununua kitini hichi ambacho kina vitenzi 200 na zaidi kama 202 hivi. Tuko na maneno mengi sana, maneno ya chakula, majina ya vyakula, lakini kwa bora zaidi tumekuwekea na muongozo wa kukitumia kitini hichi. Kwa siku unatakiwa uhifadhi maneno mangapi na kwa mwezi uhifadhi maneno mangapi. Huyo ndio raha ya kitini hichi. Kwa hiyo kama unahitajia, namba yangu ni hapo kwa screen yako unaiona, 0785766703. Tuunge mkono tuweze kufika mbali. Tuchangie katika mradi huu wa hichi kitini, tununue vifaa bora zaidi. Asante, malengo ni makubwa. Ndugu zangu, nimesema pasina kupoteza muda, lakini bila kuendelea, kwa wale wapenzi wa kujifunza ujasiriamali, tangazo unaliona hapo, watafute kwa namba hiyo hapo, Best Ujasiriamali, uweze kufaidika na uweze kuelimika zaidi. Ujasiriamali unalipa kweli kweli, na ndio maana anasema Best Ujasiriamali, ujasiriamali unalipa. Jiunge na Best Ujasiriamali uweze kujifunza kutengeneza ubuyu, uweze kujifunza kutengeneza pilipili, uingize kipato zaidi. Tuendelee. Wakati tunaendelea kujifunza Kiarabu, lakini hakikisha umewatafuta hao Best Ujasiriamali uweze kuelimika. Tunasema hivi, je, naweza kusoma kweli, naweza nikasoma Kiarabu kwa online na nikaelewa? Ni topic ambayo nimekuandalia kwa muda mfupi sana uweze kuelewa. Kufahamu kitu kimoja, watu wengi wanajua kujifunza Kiarabu kwa njia online ni kitu ambacho hakiwezekani, au elimu yoyote kwa njia online kujifunza kitu ambacho hakiwezekani. Lakini nikwambie ndugu yangu, inawezekana ikiwa tu kuna mambo kadhaa nimekuandalia hapo utazingatia, na mambo manne tu ambao niwaambie ukiyafanya utaelewa Kiarabu kwa online au kitu chochote ambacho unajifunza. Pia kuna mambo kadhaa nimekuandalia faida ya kujifunza kwa njia ya online Kiarabu au Qur'an na mengineyo. Kwa kuwa leo nipo katika lugha ya Kiarabu na kuandalia mambo haya, nimesema pasina kupoteza muda, ili uweze kuwa imara zaidi katika kuongea Kiarabu, kujifunza Kiarabu kwa njia ya online, fuata hatua zifuatazo hizi. Sawa? Nimekwisha kuzungumza, ikiwa wewe huwezi kuongea Kiarabu, huwezi kusoma sentensi ya Kiarabu, kozi ipo na watu wapo ambao wamekwisha jifunza kozi hii na alhamdulillah wanaweza kusoma. Na kuna watu wana juhudi, wana hela ya kutosha, wanafaidika. Jiunge na kozi hii uweze kuelimika. Kozi ni shilingi 10,000 tu kwa mwezi. Na kozi hii kujifunza kusoma sentensi za Kiarabu ni kozi ya muda mwezi mmoja tu. Lakini kozi ya kuongea Kiarabu ni kozi ya muda miezi mingapi? Miezi 3. Ndicho ambacho sisi tunakwenda kujifunza. Namba moja anasema hivi, ili uweze kuongea Kiarabu vizuri, kuwa imara katika kuzungumza Kiarabu kwa njia online, sawa? Unachotakiwa ukifanye, timiza kazi ya mwalimu anayokupatia. Kama umepewa assignment ya mwalimu,
jitahidi uitimize. Mwalimu katika somo lake ambayo amekutumia video, sawa, mfano akwambia unatakiwa usome sentences hapa, unatakiwa utume sauti ukiongea Kiarabu, basi jitahidi timiza kazi hiyo ya mwalimu walau kidogo. Unapopata nafasi ukiingia online, sisi zote tutakuwa na MB, sawa? Ukiingia online umepata ile kazi, itimize ile kazi ya mwalimu uweze kufika mbali zaidi. Na jambo la pili sasa, ili uweze kuongea Kiarabu vizuri, jitahidi ongea Kiarabu pasi na mwalimu. Watu wengi wanafeli, wanaona kusoma Kiarabu online ni pagumu, kwa sababu akiwa katika group lile la mafunzo anasubiri mpaka mwalimu aanzishe topic ya kuzungumza Kiarabu, anasubiri mpaka mwalimu aje aongeleshe, kitu ambacho hakiwezekani. Ni wewe muda wako umekwisha patiwa misingi sahihi ile ya kuzungumza Kiarabu. Ukitaka kusema hiki ni kitu gani, ma hadha, hiki ni nini, sasa unachotakiwa wewe katika group la mafunzo, aidha mmoja wao apige simu pale katika group la mafunzo live, kila mmoja ajiunge alipo katika group, kisha baada ya hapo wazungumze Kiarabu. Au unaweza mwenyewe unapata nafasi kuingia katika group, tuma sauti ukiongea Kiarabu, utaona kuna utofauti. Ndugu yangu, nasema kila siku zote, lugha haitokuwa ikiwa wewe mwenyewe uzungumzi, hatutaongopeana. Na nataka nikwambie tu ukweli. Yaani lugha ya Kiarabu ili iweze kukua ni wewe mwenyewe kuongea Kiarabu. Ongea tu hata kama unakosea. Nishasema mimi sio mkamilifu na ninajifunza kila siku, na bado mimi nasoma online. Na mimi vitu vingi nimejifunza kwa njia ya online, na ndio maana ninapenda kuwafundisha watu kwa njia ya online, kwa sababu mimi muumini nimejifunza katika hiyo hapo. Sana na elimu yangu nimepata katika njia ya online. Nimepata diploma, napata na degree katika njia ya online. Kwa hivyo yote hivi diploma, degree vyote nimepata katika njia ya online. Kwa nini ushindwe wewe nini kusoma? Inawezekana. Haya, tunakuja jambo la tatu. Ili uweze kuwa imara katika program ya online, unatakiwa uhifadhi maneno kila siku. Jiwekee kwa muda sita. Mfano katika kitimu chetu cha lugha ya Kiarabu tumekwambia kwa siku 5, kila siku moja hifadhi maneno mawili. Majina mawili ya vitu, vitenzi viwili, vitu vinne unahifadhi. Kwa muda wa mwezi mmoja utakuwa umehifadhi maneno 80. Je, maneno 80 utashinda kuongea Kiarabu? Utaweza. Ni wewe mwenyewe ukiamua utafikia katika ndoto yako. Na jambo la 4, jitahidi kusikiliza video za Kiarabu. Yaani fuatilia zile video za Kiarabu wanazozungumza. Mfano sasa kuna mambo ya kisiasa, wa Gaza, si wapi. Sikiliza yale mavideo, utapata mavitu. Yaani utapata vitu ambavyo uweze. Ukipata neno au kitenzi ambacho ukielewi maana yake, rekodi pembeni. Kisha enda kaifanyia nini? Uchunguzi mtandaoni. Na sikudangani, niwaambie tu kweli. Mimi katika hichi kitini nilichokiandaa kuna baadhi ya maneno nimeyatoa katika haya maongezi ambayo yanaendelea vita vya kisiasa kwa Gaza na sehemu nyingine. Allah ape amani na ape furaha wenzetu huko Gaza, wanapitia mambo mazito sana. Allah azidi kuwapa afya njema na aondolee hali mbaya iliyopo huko. Kwa hiyo nimeondelea vile vitu ili uweze kuelewa zaidi. Pia nimekuwekea na maneno ambayo yanatumika katika vita, waandishi habari na mengineyo. Kwa hiyo sikiliza video zile za Kiarabu. Ukishapata maneno ambayo hayakusumbui, nenda kaangalie, fanye kazi, kwa sababu ukisikiliza video zile unakuza uwezo wako mwenyewe binafsi wa kusikiliza. Hiyo ndio njia. Lakini kuna faida haraka. Moja ya faida kujifunza online, utapata uhuru wa muda wa kujisomea. Utaingia online muda wako na somo dalikuta unalipitia. Uhuru mwingine utakuwa muda utauliza maswali, mwalimu asipokujibu swali muda huo atakujibu kwa muda mwingine wa baadaye. Pia online na upunguza mizigo kubebelea makabrasha vitabu. Sawa, mara kitabu hichi umekibebelea, usipeleka wapi, unapunguza ule vurugu. Unapokuwa kama na laptop yako, vile vitabu au yale masomo ambayo umetumia na mwalimu, hifadhi katika laptop yako vizuri tu. Utakuwa unapitia katika muda wako wewe mwenyewe. Na ukishakuwa imara, masomo utafuta tayari. Hana shida. Almuhimu tu uwe na kanuni. Na la mwisho nilivyosema hapo, sikiliza video. Ukijifunza online, kuna ule uhuru kutumia video na mwalimu, utajifunza, utaenda YouTube, utajifunza vitu mbali. Nimeongea haraka na sana, lakini na imani umenielewa na umefaidika. Lakini bado kabla simaliza pointi zangu niseme hivi, best ujasiriamali ndiyo suluhisho lako la kujifunza ujasiriamali. Kule utajifunza kutengeneza ubuyu, wa Zanzibar, utajifunza kutengeneza pilau masala, tea masala. Utajifunza kutengeneza pilipili ambayo utaenda kuuza mtaani na utapata faida. Kwa best jasiriamali wanakukaribisha uweze kujifunza. Tafuta kwa namba yao hapo uweze kuelimika zaidi. Sawa? Mwisho niseme faida ya kujiunga na Lecture Tuition Center. Masomo yetu kwanza yanakuwa katika mfumo wa video recorded ambao utajisoma kwa uhuru wako. Lakini
kuna uhuru mwenyewe wa kuuliza swali na mengineyo. Kwa ni moja faida ambayo kujiunga na tuition yetu. Pia niwakaribisha wale ambao tunajifunza Kiarabu. Tunaandaa program ya muda wa miezi mitatu ambayo itaanza tarehe 1. Ni kozi ya Kiarabu ile ile ila tunaiboresha. Kozi ada yake itakuwa ni shilingi 15,000. Kwa sababu utakapojiunga ukilipia 15,000 utapata kitabu ambacho tunakitumia. Sasa tutakuwa na kitabu kipya. Pia utapata kitini cha Kiarabu bure kwa ada yako hiyo na nosi mbalimbali. Usisite, karibu sana na wapendeni kwa ajili ya Allah. Niseme watafute Best Digital Mali uweze kuelimika zaidi. Maasalama.